akiona chakula inaingia, anasonga anaanza kupiga stori ya uongo, kwa sababu anaona chakula nyama kuku. Lakini wewe neno la Bwana ni chakula cha roho. Piga makofi kwa ajili ya Bwana. Haleluya. Tunakukaribisha. Amen. Tutaomba. Amen. Iko sana furahi imbaji watapita hapa batuimbie Mungu ya nimeokoka kwa furaha. Sio kama mnajua. Amen. Amen. Tuombe tuipe kwanza hii. Haleluya. Amen. Leo siku ya furaha. Iko siku ya nyumba Mungu ya dimashi ya mwisho kwa hii mwaka. Haleluya. Yafaa tushukuru Mungu. Wengine walipenda wafike sabi na wewe akakupata ile muda. Lakini kama Mungu anakufikisha leo yafaa kumshukuru. Haleluya. Yes, hallelujah. Yes, nimeokoka na furaha, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furaha, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu. Sifa na shukrani kwako. Siku ya leo kwa wema juu ya maisha yetu. Umetuamsha tuko hai. Umetupa nguvu kutoka kunyumba kufika mahali hapa. Haiko kwa nguvu yetu, ni kwa neema yako. Inakuwa wakati Mungu tunatafuta kukusikia. Baba unene ndani mwetu. Baba tunafunga kila nguvu za giza. Mipango yote ya ufatano tunaikemea katika jina la Yesu. Baba unene ndani mwangu. Mwenyewe nitengeneza saa vile mtu Baba. Nisiseme. Lakini umejua kila umoja mwenye ndani hapa Mungu. Kwa hekalo yako. Unajua hitaji ya moyo wake. Unamjua vizuri Baba. Nena kupitia neno iko ndani mwake, kupitia jina la Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Tunasema asante kwa Mungu. Na asante kwa mtumishi wa Mungu. Kwa kunipa tena siku ya leo. Nisimame mbele yenu. Na
kushukuru na wewe pia. Pesi merci na yope. Na wewe mwenyewe utanipatia masikio kusikia leo. Na mimi nashukuru tena Mungu. Haikuwa rahisi kwangu kufika siku ya leo. Ilikuwa siku ya Christmas. Nilikuwa kunyumba. Mbele kwa ya Christmas. Nikalota napoteza pete yangu ya dhahabu. Kupoteza pete kitu ya dhahabu. Kwa sababu vile unataka kupoteza mtu. Unataka kupoteza kitu sasa dhahabu. Yafaa kuangalia kuomba sana. Sasa hiyo unapoteza mtu wa maana ndani ya maisha yako. Nikaomba ile kapita. Kesho yake nikapata ujumbe. Nitokea hapa ukanisa. Sitasema lakini nashukuru. Ule Mungu iko hai. Ile siku ya Christmas. Sikumwambia kaka yangu lakini nilikuwa pale niko napiga sombe. Nikasikia wananipiga mshali nikapigana, nasikia ya pili naingia. Nikasema Yesu nisaidie. Kama yeye nisemeka juu yangu retu. Nikasikia nende nikalala. Nasema siwezi. Nasikia kabisa nende nikalala. Nikasema hapana. Shetani hautapata njia. Nashukuru kwa sababu nasimama tena. Ulimwengu wa giza haina nguvu mbele ya Mwenyezi Mungu. Mungu uko Mungu. Na atabakia Mungu. Mimi nilishapata vita mingi ya wachawi. Na mwisho wao peke wanatamka kapurudi. Hata kujamaa yangu mtu akifanya mbaya na mimi sikuwa yeye peke atasema. Ndio vile Mungu aliniumba. Sasa na wewe mwenyewe uko pale, Mungu akusaidie sana. Utafute Mungu kwa bidii. Maombi ni silaha. Amen. Amen. Tutaomba na wasomaji watusomee ku Mathayo 6 Mathayo 6 33. Mathayo 6:33. Hakuna kitabu. Tusomaji haiko leo. Na Mungu anampatia mama mkono. Amen. Tutasoma kwa uwezo wa Mungu. Mathayo mlango wa 6 mstari wa 33 unasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Bwana abariki. Amen. Amen. Hallelujah. Biblia inasema tutafute kwanza mbele ufalme wa mbingu. Na ingine iko benefisi. Amen. Mabadishi. Amen. Munipe masikio. Mwache kutoka na kuingia. Mutanitisha.
ukamtafuta Mungu na bidii, Sokyo ukinzambe. Mungu atakupatia yenyewe naye lazima. Kama kwa pesa yoyo. Tazani kukomunikia hapa mtumishi wa Mungu anasema Tangazo awa mosale nzambe. tukule tumtafute Mungu. Toya tolu kanzambe. Na tena wote wanafika kuchachi. Baonyo soba yaka na church. Baonyo soba yaka na eglise. Bamona anaona mkono wa Mungu. Mkono wa Bwana loboko la nzambe. Amen. Amen. Utikwie na bidii. Sokyo yepenzana. Kama unaona hii mwaka ilipita. Sokyo mwana kitena mwana. Hii mwaka iko na kia David verse 6. Sisi okomona na kombo la Yesu. Awitike na Wazongi bate. Sana zi. Amen. Amen. Mungu akubariki. Amen. 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 Unaona hivi tuko na upili hapa. Umenitenga zote. Ile kuitika amen sizani kama unaelewa maana yake. Amen. Amen nikisema ifanyike hivyo hivyo. Amen. Kama unanyamaza ndio sema utaenda. Amana ya amen ifanyike hivyo hivyo. Panakwambia ubarikiwe unasema amen. Ifanyike hivyo hivyo. Sasa kama unanyamaza ndio sema utaenda ndani ya maisha yako. Neno Mungu na wazazi yaka. Anasema tusazi yaka hivi na Mungu anaenda kutenda maisha. Taleta mfano mmoja. Ilipitikana pale Kinshasa. Kulikuwa dada moja anaoshishaka miwa. Alekana pale anaoshishaka miwa. Mtumishi wa Mungu alekana yake tu pale siku ile wakamwambia sema wewe utahubiri leo. Alikuwa na lazima ya kununua parcel ya kanisa. Mtumishi iko hapa. Iko na ubiri akamwambia yule dada simama. Wewe njoo utatununulia parcel ya kanisa. Ushishamiwa na wapose biko ndani ya kanisa. Amen. Hana parcel. Bwana alimkimbia na watoto na anamwacha na watoto. Mungu akumsaidia haiko. Iko ndoshishamiwa. Lakini mtumishi anamwambia yeye atauza parcel ya kanisa. Au shangali. Shamba ya kanisa. Amen. Akasimama. Anamwambia mtumishi ndani ya siku saa leo. Asema au kukolokana. Mtu sani sina kwa parcele na ushishaka ndio mbiwa. Utaniambia niuze shamba ya nani ya kanisa tatoka na pesa wapi? Amen. Ule dada anakutaka kila siku kanisa. Anatafuta Mungu. Lakini anashatumiwa. Watu wanaangalia wanasema basi ya pesa niko hapa ya magari ya madini. Huyu mtumishi anachanganyikiwa. Na watumishi wanasema na kule wakasema. Lakini Mungu atabakia Mungu. Ilikuwa siku saa leo. Siku ya tatu anabeba miwa. Anaenda kushusha miwa. Gari na kile na mkonga. Gari ya Monisco. Ikamkonga ule dada. Akampeleka hospitali. Bakasema hii kaya yake. Kaka bende naye Bulaya. Bakambeba Bulaya. Bakampeleka kule akafanya miezi 2. Kisha kusikia mzuri bakamuliza mama. Unafanyaka kazi gani? Anasema nilishami. Uko na watoto ngapi? Sasa na watoto 6.
Kulua yetu inasema yafaa tukulipe. Sheria yetu inasema tukulipe. Lwana bisho ikoto kutayo. Baka ule mtumishi alimwambia utanipa time ukopesa nini? Mbele ya kutosha kiwanja shamba utanipa time. Akasema wanaisha changanyikiwa. Utalipa fungo la 10 before ununue shamba. Karati vile ndio ngapi? 4,000. Hata sana 400,000. Bakamupa. Wamempea 400,000. Akamulipa tiki akarudia. Bakutendie azoki. Hayanunua shamba ya kanisa. Azoki bazele. Akamtosha tiki akamupa ule profeta. Ule profeta alikuwa akasimama hapa kushare. Yes. Manguo ya kutoboka. Atalaki na bilabala kutoboka profeta na wagogo. Baba nani bapasa liko pale na yuko hivi. Hapa msaidi yake na kitu. Anahubiri anarudia analala njaa. Hapa mwangali yake. Ile siku ile mama akatia na karati mimi. Akamupa time. Akasema Mungu wako ametenda. Tumutafute Mungu. Tumutafute Mungu. Amjue siku Mungu atakutendea ishara. Mama wale anakuwa tajiri. Ananunua manyumba. Anafungua maduka. Leo ndio kichasa pale kwa boss. Amen. Sasa anakuambia sema amen. Wewe unakataa kusema. Hautaki timike ndani ya maisha yako. Mungu alipenda aoneshe wendana. Mungu uko juu ya yote. Naoneshe kanisa. Hakuna mwenye anapasha kuwakuku. Kulimite. Hakuna mwenye anafanana naye. Kulimite. Hakuna mwenye anazuia. Hakuna mwenye anaweza kuweka mipaka kwa maisha ya mtu. Hakuna mwenye ataweka mipaka. Amen. Amen. Leo ule baba, ule mama ni tajiri. Leo azami. Amen. Amen. Tutafute Mungu. Tumtafute Mungu wa ndugu. Saa zingine hapa yuko tena pita. Jua kumtafuta Mungu na vitu. Jua ile neno yako nayo inasimama. Unasema hii neno la kawia. Ameingia kilitini ndani ya maisha yako. Ameingia kilitini. Mungu akutendea na ajabu. Amen. Tunaenda tena kusoma Proverbe 3. Methali 3. 32 mpaka 33. 32-33. Methali 3:32-33. Proverbe 3:33. Methali 3:32-33 inasema, maana mtu mkaidi ni chukizo kwa Bwana, Yes. bali siri yake ni pamoja na wanyofu. Laana ya Bwana ni katika nyumba ya waovu, bali huibariki maskani ya mwenye haki. Amen. Heshima, Respect. na baraka Na nipakuli. inatokea wapi? Eutaka. Upanza. Inatokea wapi? Kwa Mungu. Tafuteni ufalme wa mbingu. Mungu Mungu atakuheshimisha. Mungu atakuheshimisha. Unatafuta heshima wapi? Heshima ni kwa Mungu. Ukimtumikia Mungu, ukimtafuta Mungu,
Hautafute Mungu, hauko ndani ya Mungu. Mungu anapaswa kukubariki. Mungu anapaswa kukuheshimisha. Kama ungali mchawi vile uko pale, hana atakuheshimu. Lakini ukakuwa wa Yesu, popote utapita wanakuheshimia. Unanitaka na Yes. unanitaka na Pastor Joseph. nataka kusema Okwekologa. unanitaka nani? Obega kaena nini? Juu ya nini? Ona nini? Haiko juu ya Yesu. Ona Yesu. Hata ukiwa mwimbaji Hata sogeo zako yepi. na unakamata heshima ya Mungu unatia ndani mwako, popote utapita sema mwimbaji wetu. Popote utapita ni mwimbaji. Babati mkuku, bandari hawa behebi kona imba. Panapata heshima jeni. Juu tu ya kuimba. Panapata utajiri juu ya nini? Si juu tu ya kuimba. Amen. Sasa unakataa kumtumikia Mungu juu ya nini? Unakataa kumtumikia Mungu juu ya nini? Ukiwa mtoto juu ya mtu mkubwa. Lakini Mungu ana wakati ya kumtumikia shetani. Mungu ana wakati ya kumtumikia shetani. Lakini hauna wakati ya kumtumikia Mungu. Amen. Mungu anasema ndani ya maandiko yake, ukimtumikia, ukimtafuta, atakuheshimisha, atakupa utajiri. Tupasule ile maandiko, tupasule. Mungu alisema uongo. Tukiangalia mbele, wakati ya zamani, kwa Ancien Testament, watumishi wa Mungu wote walikuwa wanamtumikia Mungu. Mungu alikuwa anaheshimisha na tena alikuwa matajiri. Juu ya nini si hatuma watajiri? Ujiulize. Unajua kila siku ndani ya chachi unatoa masalaka, unafanya yote, unavunja makaba ya kijamaa, lakini maneno haviendeki. Juu ya nini? Ulizo kwa kwako leo. Wewe unamtafutaka Mungu. Unamtafutaka kabisa Mungu. Tulikuwa na mtumishi mmoja. Mwanamke, iko naye prophetess. Iko pale Kinshasa. Siku Bwana alipigia simu. Ananiambia watoto yake hawawezekani. Watoto wasichana wiko na zarazara pale nyumbani. Nimwambie Mungu wangu mwenye nitumikia watoto wangu amsaidie na yeye. Mimi nikamwambia maneno yote akampatia yake Mungu.
uache tu bangi. Kuvuta sigareti. Mwambie Mungu aniache sigareti. Siwache tu. Mungu mchawi. Akusaidie wewe utoshe uchawi. Acha tu uchawi. Anakuwa anabakia sitaenda. Unapenda nani abebe mzigo? Sini yako. Sini yako. Unayosema nikakula sukari itanipa magonjwa. Nakuanga na magonjwa ya sukari. Kisha unakula sukari, kisha sasa unisaidie. Amen. Maombi ingine inakuanga na kelele kumsikia Mungu. Asikie. Siko sana pika manjanja. Wewe peke njoo mwili yako. Unisaidie niache ubaraka. Nani mwenye atakusaidia? Wana natoa mabetu sitaki. Umwambie sitaki. Nilikwenda kule siko tena. Kesho atabia tena. Amen. Sasa wewe peke unachezea Mungu nisaidie. Niache hii kazi. Uko unacheza na Mungu. Wewe unacheza na Mungu. Unaenda tena kumprofeti. Nikwambie vile Mungu anachukia watu wa dhambi. Iko Biblia. Proverbe 3. Siku Proverbe tu tunatoka kusoma. Njoo ile Mungu anasema pale mrudishie kwa tena. Soma Biblia 3:33, 32 na 33. Biblia inasema, maana mtu mkaidi ni chukizo kwa Bwana, bali siri yake ni pamoja na wanyofu. Amen. Nasikia? Maana mtu mkaidi iko na chukizo kwa Mungu. Unaleta kisirani kwa Mungu. Jua unajua sema niko mchawi. Ole uache mchawi. Unasema pastor pale ukiwa nisaidie. Utasaidia nani? Amen. Sio pendo kamata decision ya maisha yako. Kama ukujua yua leo kusema utajiri na heshima inatokeana kwa Mungu. Wanawaheshimia wengine, hawakuheshimie wewe. Sababu unakataa uache dhambi. Roho mbaya. Mungu anapaswa kuheshimia na roho mbaya. Chuki. Mungu anapaswa kuheshimia na chuki. Wizi. Anapaswa kuheshimia na wizi. Hipokrite. Wewe mtu mnasema chini chini. Mungu anapaswa kuheshimia na ile. Amen. Baraka. Mungu atakuheshimia na baraka. Anasema ule kwetu Bukoba tunasema matembea ya mkoba. Matembea
yako madame. Madame. Sio kama mnajua kwa Kongomani. Ni fruti. Ile mbegu tangia ni kwamba ishara barashisha. Ni fruti ya wauzaji. Anashishaje ile mbegu? Ni ya bure. Popote ukakuta tu na chini. Ile naanguka tu chini Mungu analokoa. Unaenda vunja karanga ile ya ndani unakula. Amen. Amen. Njoo ule mtu mwenyewe ajiheshimie. Ezala kanopeleza mtu wa respecta katea se respecta katea. Madame batembea Ngoma ya madame. Batembea. atojua mwanaume, atojua mwanamke. Hata soko za wasi. Kama wako mtumishi ndani mtu mwenyewe anamjua Mungu Kristo, Kristo ya solo. hautakuwa leger, Hautakuwa mwepesi. hauko mwepesi. Mtu anapasha kuogopa. Ipoka banga yo. Mtu anakuogopa tu. Baba. Mwanamke huyu yuko smart. Mwasi wa zaki. Umechukua na kusogelea. Kwa mbali hapo sana pendele. Kila mtu anakusogelea. Mwenyewe kwa kuta ni pendele. Uko sawa vile matembea ya quartier. Kuzalo kwa matembele ya baba. Mwingine anaona saa huyu ananipenda, yeye ananipenda kwa saa suri. Msuka ambaye kalingie Si suri, Egasha. haiko suri, Haiko urembo. Unapenda haiko urembo. hapana. Amen. Eme. Hauna heshima, Ozana respecte. hauna heshima. Ozana respecte. Tafuta heshima. Loka respecte. Kama ulikuwa mbele ngambo, Soko za hapa. leo badilika. Leo shanje. Hivi vitu tunabadilisha hii mwaka. Na wewe ubadilike ndani ya maisha yako. Badilika, kamata decision. Kamata hatua ya kusema tangu leo ile kitu nyana tawia ndani ya maisha yako. Naonaka sasa vile kawaida. Wacha leo siku ya Sunday. Na achana na ile. Mwaka yenyewe unakuja. Nikuwe na hatua nyingine. Amen. Amufurahi. Maana yake wewe ungali kwanza kule. Uko nakumbuka yale mtu vile anakuhusiana mafuta ya kupakala. Paka na watoto wanaume. Banakuwa natembea na mchamo wanaume cha hela. Juu ya hela. Unajifanya pete. Amen. Unajifanya shoka. Juu ya hela. Na magonjwa utapata. Na mwisho patakuzika. Mbele ya miaka leo itakufa. Amen. Unamwona kijana mwingine kwa pesa au yupo mwenyewe anatokaka. Ile pesa inatokeaka wapi? Anakupenda wewe msichana, anakupatia pesa. Naona fulani akisema ke ana yule ananipatia pesa wewe bwana yangu. Kumbe anatembeeka na demzake wanaume. Chua apate hela. Mfano wa mbingu hauingie. Hauingie. Hawezi. Ndio maana unaona maneno imekawia ndani ya maisha. Unaona huko na kwenye uko naenda vile kubiro moja. Ofisi moja unaenda na barua yako. Yafaa kujibu kesho. Lakini wanakupeleka hivi wanakupeleka hivi.
bien. Kama kuniona na naombea kazi. Sio kiongozi wa tena zake na kaona. Niko nalala pale chini. Na zola na niko naomba Mungu. Azotape. Tuko chini ya jua hii. Tunataka sema vita iko mingi. Tumpezebe. Ukisema kuchamaa yangu sina vita. Hata ndani ya chacha napasha pata vita. Ukisema kuchaji sikupata vita. Hata kando kwenye ikarako napasha pata vita. Hata haiko kule. Unapasha pata vita hata kwenye unatumikia. Sasa kama mtafute Mungu. Unajiita kama kwa Mkristo. Kisha shetani alishakunyanyasha. Unasema sasa kwenye naombaka bone Mungu anione. Kweli. Mungu akuone. Wewe njoo utafuta msogelea. Hapo kusogelea. Amen. Kama mawazo yako ya mbaya yote tia kwa pembeni. Angalia kwanza Mungu kumsalaba. Wewe ututoshe kimungu kati yake. Anajifanya dhambi. Kila wewe uokoke. Lakini wewe unatusafiri kawaida. Nani wewe atetika vile Yesu alikufa kumsalaba? Au nani atetika mtoto wake akufe kama vile Yesu alikufa kumsalaba? Amen. Tuache dhambi. Tumtafute Mungu. Na tuone mkono wa Mungu. Wenyewe kwa wasunja ndani ya Biblia. Alikuwa tusaa sina wewe. Ni tu. Tukasema leo Mungu wa Abraham. Mungu wa Isaki. Mungu kama wanani kama wanani. Alikuwa nani? Alizalika kwa mwanamke sasa wewe. Na akanyonya kulisiba sami na wewe. Alikula kunani kwangu nani kukai sami na wewe. Alikala. Mbele ya Mungu. Anamtafuta Mungu kwa bidii. Kwa sababu Mungu anamtendea ishara. Na tena Mungu wakati alimpatia ile heshima, Yesu anaheshima mpaka leo. Juu ya kumtafuta Mungu na utajiri alikuwa naye. Amen. Nani ataniambia wiki tamu kwenye mtu alimtumikia Mungu alikuwa maskini? Unapaswa kuona ile version nipati. Hakuna. Sasa. Kumbe ukasikia leo. Uweke kukazi. Mwape kaburi. Utaona kitu gani Mungu atafanya ndani ya maisha. Kamata maneno ya zamani. Anja hatua ya sasa. Ukiwa mtoto. Ukiwa mtu mkubwa. Sasa ndio napasha kusema ningali usichana. Siwezi kumtumikia Mungu sawa ule. Basi. Yesu alienda kutumikia Mungu na miaka. Angali mtoto. Yes. Alikuwa simama hivi kati ya watu na anahubiri. Ile wakati Yesu alikuwa kwanza mwana wa Mungu. Anajifanya mtu kwa sababu atoneshe mfano. Uko na neema. Ya kuwa hapa siku ya leo. Usikie kidogo ile. Ufanye yao apratiki. Utie kumitendo. Amen. Yote umesikia uweke kwa utie kumitendo. Mimi nishaona kama mtoto kidogo hivi. Niko na tabiri. Mie kwanza hapa niko nilianza kutabiri na miaka 9.
Eva. ningali kidogo. Azana no mwana. Sikuwa najua. Niko tu papa, niliona leo hivi. Papa, niliona leo hivi. Mie peke niko asema siwe kama John. Siku ingine baba yetu alikuwa anaenda kwa voyage. Ataenda saa vile kesho usiku Mungu ananionyesha. Usiende. Nilikuwa na miaka 11. Namwambia papa usiende kwenye kuna alinunua kariere ya dhahabu. Anasema iko naenda kule. Mimi nasema atakutegea mtego. Unapasha kufa kule. Usiende. Siku ila kwetu. Anapitisha posho moja kwetu. Posho ile nyingine sasa posho sasa. Alimleta kule. Mungu tu akupende. Amen. Mungu tu akupende. Amen. Mungu asema kitu. Hii mahubiri ya leo. Haiko ndio mimi nilitengeneza juu ya leo. Lakini Mungu ananipatia ile asema. Sema tafuteni kwanza ufalme wa mbingu. Tafuteni kwanza mbele ufalme wa mbingu na haki yake. Vinginevyo vitakuja. Tuko hapa na maswali ndani ya moyo wetu. Kila mtu yuko na maswali. Pitieni maswali. Mungu anasema tutafute kwanza